Naam, waligani fujetu wa Fate Media, ni matumaini yangu umzima wa afya kabisa pale popote ambako hupo. Basi tuendelee kushirikiana pamoja hapa kwa lengo la kuendelea kuhabarishana, kupeana mainfo mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Basi hayo yote utayapata kupitia channel kupendwa kabisa ya Fate Media. Kama ukupata wasaa mzuri hewa kusubscribe, nikwambie hii ndio right time ya wewe kusubscribe na kutani on notification ili kuwezeshwa, maana kusha subscribe pale unakuwa ushajiwezesha mwenyewe kupata habari moto moto kutoka kwetu. Tuko na mambo mengi sana huku, tuko na michezo, tuko na burudani, tuko na mikasa, tuko na siasa, tuko na kila kitu ambacho una deserve kukipata kwa muda wako. Cha msingi tu ni kumwambia marafiki zako na wao wapate kuja kujoin kwa Fate Media. Mambo ni moto, mambo ni mengi sana sana sana. Cha msingi ndio hivyo tu, kusubscribe na kutana on notification. It's simple kabisa. Inaga kuchukua haba sui dakika 15, nikitosha dakika moja tu, umetapu hapa umetapu pale umemaliza. Umeona? Na wacha nisichukue muda mwingi sana. Wacha nipeleke katika habari yenyewe ambayo imetukusanya na mwenzangu humo ndani kukuletea kiundani zaidi. As you know, Fate Media hatuchukui tu habari juu kwa juu kutupia. No, tunahakikisha unapata. Kama kutakuwa la kujifunza kupitia hiyo issue, basi utajifunza. Kama kutakuwa na issue ya wewe kukuruhusu kutoa comment, basi utatoa comment. As always kwamba tunapaswa kupata comment kutoka kwako licha ya nini na nini, lakini pia inakuwa inaongeza kitu fulani kutokana na hiyo news ambayo tutakuwa tumekusogezea kwa siku hiyo usika. Ndugu yangu, uhari gani? Asemi ni popoa sana, tunamshukuru Mungu kwa kila hali. Kwa kila hali. Katika ngumu na katika nzuri. Unadhani kwa nini imekuwa ni ngumu sana? Licha kwamba maandiko yanahimiza sana kwamba tumshukuru Mungu wakati wa kilio, kicheko na vitu vingine kama hivyo, lakini tumekuwa ni watu wepesi sana wa kwenda mbele za Mungu kumshukuru kipindi ambacho tuko happy, tuna pesa, tunalala pazuri, maisha yamenyoka. Lakini ikija kwenye ile tough moment inakuwa ni ngumu sana kukumbuka kusema Mungu asante umelaza njaa, Mungu asante hili limenikuta japokuwa linaniumiza, lakini nakushukuru kama ulivyokuwa umesema mwenyewe. Yani hapo tunaweza tukasema kuna makundi mawili. Kuna wengine wakiwa happy ndo wanaenda mbele za Mungu kutoa shukrani. Na katika magumu basi wanamsahau, wanapita katika njia nyingine, tunasema njia fulani hivi njia fulani ya kuruka. Lazima ile njia uruke, wanasema uruke mito. Yes, ukakutana na mtaalamu. Ila kuna wengine wanamkumbuka Mungu katika shida, anaenda kumlilia, kwa nini mimi tu? Lakini akishapata basi anasahau. Ndo tulivyo wanadamu. Mbele na kumshukuru. Anyway, kuna hili jambo ambalo limetembea sana mtandaoni, nimeona si vyema tukaliacha lipite tu. Wacha wadau wetu wa Fate Media wapate kupata lolote angalau kwa kusiwa hata juu kuhusiana na issue ambayo tumeona mtu mzima Diamond Platnumz akiwa katika surgery. Ile si ni surgery au si ni kitu gani, lakini mwisho wa siku au final tunaona anatoka na mdudu wa sikio, na akawa ameambatanisha post yake hilo post yake hiyo na ujumbe ambao umekuwa ni maswali mengi kwa watu. Why aandike vile, na yeye ni msanii mkubwa kioo cha jamii. Unapojua ni msanii kioo cha jamii, kuna vitu fulani ukiandika vinakuwa kama sio vyema kwako wewe. Ameambatanisha posti na kuandika imagine, yani kama anakuambia ni imagine kitu imetoka katika sikio la kwangu mimi, mdudu. Umeona? Moja kwa moja tunamuona pale toka ndani anatolewa mpaka nje ya sikio. Mambo aliyokuwa ameendelea baada hiyo posti ni watu wengi kuhusisha masuala hayo na imani za kishirikina, kwamba yuko katika nyakati ambayo anapitia ngumu sana, kwa sababu inavyoonekana pia mambo matatu baada ya Mbosso kutoka WCB alizuka mengi ugonjwa. Mwisho wa siku ikaonekana kama pengine ilikuwa ni promotion ya kitu fulani hivi ambacho kilitokea kwa sasa, nikakitaja nikaonekana mtu wa ajabu. Lakini mwisho wa siku watu bado wanaendelea kurelate, pengine kile kitu kiko na ukweli wake. Mbosso kutoka WCB kupata mahoma, kuna vitu ambavyo wamekutana navyo ambavyo wanaendelea kushambuliana nao kama imani fulani ambazo zimekuwa zikiamini kwamba ukitoka kwa Diamond Platnumz kama kuna vitu fulani hujaviweka sawa, basi unakokwenda wewe utahangaika sana kimusic. Wewe unalipi comment kuhusiana na hili swala ambalo limekuwa ni mjadala mkubwa kwa mitandaoni na hata pia mitaani huko? Kikubwa ambacho naweza nikazungumzia hapa ni talent. Talent ndo kila kitu. Ukiangalia vijana wakiwa wanaanza wanajiunga na lebo ya WCB. Kwa wanajiunga pale, sio kwamba eti wanajiunga
kwa manufaa gani, ila tu wanajiunga pale ili wapate pa kuanzia. Maana wakiwa wanaanza wanakosa mtu wa kuwashika mkono, wanakuwa na ile munkali. Kwa wakishajiunga na lebo kubwa kama ile, kwa lazima watakuwa wanapata mahitaji yao yote kwa wakati na automatically kazi zao zitakuwa quality, kwa sababu wapo chini ya udhamini mkubwa kabisa wa lebo kubwa. Kwa mtu kuingia kule anatafuta tu njia pa kuanzia, kwa sababu yeye talent yake ndo kila kitu, ndo inayompa wasa wa kufanya kila kitu. Sasa mtu akishajipata na ashapata pa kuanza, ya nini abaki kuwa chini ya mtu? Kwa nini abaki kudhaminiwa? Kwa kuwa ashapata pa kuanzia, ashapata kipato ambacho kinaweza akaanzia na akaanza maisha yake mapya kabisa ya kisanaa. Kwa katika kitendo cha Mbosso kutoka WCB, sioni maajabu, kwa sababu ni mtu ambaye tayari ameshakuwa sasa ni mtu mkubwa. Paka alipo yeye ni mtu mkubwa, ni msanii mkubwa tu ambao unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine chini ya lebo ya WCB ndio imempa ukubwa huo, kwa sababu ameonekana akifanya vizuri sana katika sanaa hii ya muziki. Tasnia ya muziki amefanya vizuri, amefanya kolabo na watu au wasanii mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa ni mtu ambaye ni mkubwa, kwa kutoka kule ni mtu ambaye anataka kuanzisha naye lebo yake sasa, ili ajiweke naye asaidie vijana wengine ambao wana ndoto kama yake. Kwa hatua ya ndugu yetu swala lake ambalo limetokea baadaye kuwa kule hospital na kuingia kama ni kitu ambacho anakishangaa, yani design kama mshangao wake wa mdudu kutoka sikioni, kama imani fulani za kuonekana ni mtu ambaye anapigwa vita. Hii iko vipi? Ukiangalia katika mambo ya kisayansi ni ngumu sana binadamu kutokwa na mdudu sikioni. Kwa katika kisayansi kidogo hiyo tunaweza tukaiweka pembeni sayansi, kwa sababu aliingilia wapi huyo mdudu, ndo swala la kujiuliza. Na kipindi anaingia, je, akusensi ya kuhisi chochote? Yani hapo ndo kitu cha kujiuliza, ila ameonekana tu akiwa anatoka. Kwa katika jambo la kisayansi tunaweza tukaliweka pale, na tunaweza tukaangalia sasa upande wa pili ambao kidogo ni nguvu ya madawa. Kwa sidhani kama Mbosso anaweza akawa amehusika katika hili, ila sasa hapo paka vitu viwe wazi. Kwa siwezi kusema moja kwa moja, maana tumeona huko nyuma kuna wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri sana wakiwa chini ya udhamini wa WCB. Tukitolea mfano kama Rich Mavoko, ni mtu ambaye alikuwa anafanya vizuri sana nyakati zile. Baada ya kutoka, performance kama unavyoona katika sanaa ya muziki imepungua, na alikuwa mtu wa talent, alikuwa anajua kucheza na watu walipendelea sana nyimbo zake. Wewe hapo unadhani shida ni nini sasa? Mtu anakuwa ndani very okay, akitoka nje anakuwa na mambo fulani ambayo kidogo anakuja kama anamshusha hivi, nyota kama inafubaa. Uwezo ukaacha nyuma udhamini wa WCB, ni lebo kubwa ile. Kwa mtu ukiwa pale unabebwa na mawili, kwanza lebo yenyewe inakubeba, alafu mbili talenti yako sasa na kazi yako yenyewe. Kwa hapo unakuwa na vitu viwili vinavyokuboost. Sasa ukishatoka kule, lebo tayari na ile mchango wa lebo ushashuka, na kinachobaki sasa kukuonyesha wewe kwamba wewe ni msanii unayefanya vizuri ni talent yako tu, basi ndo itakuwa imebaki. Kwa automatically mtu akitoka kule, basi lebo inashuka, kwa talent yake ndo inabaki kama msingi wa kumuonyesha anaweza na ana kipaji kweli. Sawa, lolote la ushauri kwa vijana ambao wamekuwa wakilash vitu, wakikimbilia vitu kwamba kule ndo kuna opportunity sasa hivi, acha tuende, bila kufikiria mara mbili, ili baadaye kuepukana hizi lawama ambazo wanakuja kuzitoa, tunabanwa hivi na vile. Kitu ambacho naweza nikasema kwamba vijana ambao wana talent ya kuimba, yani wana ile talent kabisa kutoka katika mioyo yao ya kuimba, kukimbilia WCB sio kwamba eti ndo kigezo cha kwamba wao kujulikana.
kikubwa tu hapo ni kupata mdhamini ambao anaweza akawashika mkono wakaendeleza talenti zao, kwani tumeona wangapi ambao hawajapita katika mikono ya WCB ni wasanii wakubwa hadi leo. Tukimzungumzia Mario, sina kumbukumbu kama huyu msanii alipita katika lebo ya WCB, lakini angalia kazi zake, pata management nzuri. Lakini angalia kazi zake mpaka sasa vimekuwa yani vivutio kwa wasikilizaji wengi sana hapa nchini na hajapita kule. Kwa hiyo ni swala tu la kupata msimamizi mzuri ambao anaweza akamanage vitu vyako ukatoa kazi zako. Sometimes kunakuwa na ile teamwork kwamba okay, sisi nobody hapa anaweza kawa ni manager, lakini tu tunaweza kufanya kazi kwa ushikamano kama marafiki au vijana tumejichagua pale, wote utasimamia huku promotion, wewe masuala utazungumza na distributors, yani vitu vingi yani, licha ya kutokuwa na manager tunaona pia wanafanikiwa kwa njia hiyo. Kitu ni nia, mkishaweka nia ya kufanya kitu fulani lazima mfanikiwe, kwa sababu penye nia siku zote panakuaga na njia. Kwa kukiwa na nia basi mtapata pa kutokea, naamini kabisa, lakini so kukimbia tu WCB eti ndo sehemu salama ya yani hapo sasa ukitaka mafanikio ya haraka na vitu vya haraka siku zote vinakuaga na hasara. Kwa jua kabisa unapata vitu haraka lakini baadaye vinaweza kukuletea madhara. Ni kama hivi sasa mtu anatoka anaanza kutupiwa lawama kwamba ametoka kwa ubaya. Lakini mtu ukishaanza msingi wako wewe mwenyewe, ukapata msimamizi wako au mkajiorganize as group, mkafanya kazi zenu, lawama hizi hamwezi kupata hata mkifanikiwa mbele. Absolutely. Nikushukuru sana ndugu yangu kwa time yako. Nikushukuru mdau wa Fet Media ambaye umekuwa na sisi toka pale mwanzo. Tuna sign out sasa hivi. Station ya comment pale ni ya kwako wewe. Tamba uwezavyo, tutakuja kupitia baadaye. Thank you for your time. See you, love you. Kana sisi. Bye bye.